Hello, ni siku nyingine tena tuko jijini Arusha. Tunaendelea na mkutano wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache, mkutano ambao unaandaliwa na ofisi ya msajili wa hazina, na leo hii niko na mkurugenzi wa bodi kutoka kampuni ya kuzalisha mabati na bidhaa nyingine za chuma. Huyu si mwingine bali ni Godfrey Kitundu. Godfrey, karibu sana. Asante. Naam, kwa haraka tu labda tuanze na swali letu la kwanza. Nini nafasi ya ofisi ya msajili wa hazina katika kusimamia kampuni, mashirika na taasisi mbalimbali ikiwemo kampuni 56 ambazo serikali inamiliki wa hisa chache? Nafasi ya ofisi ya msajili wa hazina ni kubwa sana, hasa ukizingatia mashirika, kampuni ambazo inazisimamia zina mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu. Sababu mashirika au kampuni hizo zinaendesha sekta mbalimbali za uchumi, tukianzia uzalishaji, huduma, madini, nishati na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kaona ni sekta mbalimbali ambazo zinakuza uchumi wa nchi yetu. Naam, ofisi ya msajili wa hazina imekuwa ikiandaa mikutano ya namna hii tangu mwaka 2024. Iliandaa mkutano wake wa kwanza wa kurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache, na huu ni mkutano wa 3. Unadhani kuna uhusiano wote uliopo kati ya mikutano hii na ufanisi wa kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache? Bahati nzuri ni kwamba mimi nimeshiriki mikutano yote ambayo imeandaliwa toka mwaka 2024. Kiukweli kabisa mikutano hii imekuwa na tija kubwa sana, kwa sababu mambo ambayo yanafundishwa kwanza yanatengeneza Tanzania au watu wote ambao wana dhamana kuendesha uchumi wa nchi yetu kukutana pamoja. Kwa hiyo tunasema ile inclusive economy, kwa maana ya kwamba wadau mbalimbali wanashiriki, zinatengwa mada ambazo zinasaidia kuboresha utendaji kwenye haya mashirika. Kwa hiyo mkurugenzi au CEO yoyote ambaye anahudhuria mikutano hii, anapotoka kwenye mkutano hawi kama alivyokuja. Kunakuwa na tija kubwa sana, na tumeshuhudia haya na namna ambavyo hata tija inaongezeka kwenye makampuni haya. Umesema ni mara ya 3 kushiriki mkutano huu, mikutano ya namna hii. Umekuwa ukishiriki mikutano hii ni mara ya 3. Nini ambacho umeondoka nacho kwa mkutano wa mwaka 2026? Yako mambo mengi ambayo nimeondoka nayo, lakini kubwa zaidi, sisi wenye dhamana ya kusimamia mashirika au makampuni ambayo serikali ina hisa chache, tunapaswa kujua kwamba jukumu letu si kuangalia leo tu, tunaangalia kesho ya nchi yetu. Na hasa ukizingatia katika dira ya serikali mwaka 2050 tunahitaji kuwa na GDP ya zaidi ya trilioni 1. Kwa hiyo ni haya makampuni na wadau mbalimbali wanaweza kufikisha Tanzania huko ambako tunahitaji Tanzania ifike. Kwa hiyo nilichoondoka nacho ni kwamba wenye dhamana tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya kazi ipasavyo, na tuna uhakika tutafika ambako serikali inataka tuende. Kwa kuhitimisha, unadhani hatima ya kutekelezwa kwa dira 2050 iko mgongoni kwa kampuni ambazo serikali inamiliki wa hisa chache pamoja na ambazo serikali inamiliki wa hisa nyingi? Kwa kweli hatima iko migongoni mwa kampuni. Nikitolea mfano, mimi ni mkurugenzi wa Alaf. Alaf ni sekta ya uzalishaji, manufacturing. Ukiangalia kwenye dira ya 2050 anasema manufacturing sector zinatakiwa zichangie karibu 40%. Iko miradi kadhaa ambayo toka tumeanza na usimamizi chini ya TIARA ambayo imetekelezwa Alaf pale. Sasa hivi Alaf sisi tumeanzisha kiwanda kinaitwa color coating line. Kabla ya pale mabati hayo yalikuwa yanaagizwa kutoka nje, lakini leo mabati ambayo Watanzania wengi walikuwa wanasema ya msauzi yanatengenezwa pale Alaf na kwa kiwango cha juu sana. Lakini uwekezaji huu ambao umefanywa pale na serikali kama mdau kwenye kiwanda kile umezingatia teknolojia ya juu sana ambayo haiharibu mazingira, lakini kinachofurahisha zaidi kinaendeshwa na Watanzania magraduate wa kike kwa wa kiume wanaendesha kiwanda kile. Kwa hiyo unaweza kuona
namna ambavyo mchango ni mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Naam, kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi chetu. Langu jina ni Alex Malanga, afisa uhusiano kwa umma na mawasiliano kutoka ofisi ya msajili wa hazina. Pamoja nami studioni alikuwa ni Bwana Godfrey Kitundu ambaye ni mkurugenzi wa bodi ya kampuni ya Alaf Tanzania. Asante sana Bwana Godfrey. Asante sana.